Habari mpenzi mtazamaji, niko nyumbani kwa Bi Shamila. Wengi wanamfahamu kwa jina la Bi Mwadawa au Bi Star. Kwa watu wa zamani wengi wanamjua anaitwa Bi Star, lakini watu wa sasa na kitu ambacho kiko juu sana ni Kombolela. Kwa hiyo kwenye Kombolela anacheza kama Bi Mwadawa. Habari yako Bi Mwadawa? Nzuri. Kuna chochote cha kuambia wananchi, kwa sababu wewe ni kioo cha jamii. Siku ukikutana na mwandishi unaweza kuwa huko ndani ukasema yani siku nitataka niongee na jamii au niongee na viongozi, chochote kile. Mimi kama kwanza nafurahi kwa sababu wao bila, yani mimi bila wao sio mimi. Hao ni marafiki zangu, ni ndugu zangu, yani ni maswaiba zangu. Kwa hiyo sijui nisemeje. Tuendelee na mapambano ya maisha. Yani kikubwa ni maisha. Tuendelee na mapambano ya maisha. Utafutaji ndo kila kitu, kukata tamaa ni mwiko. Mimi kwa faida yangu mwenyewe kama mtangazaji, mwandishi, Bi Star, wewe mimi nimekuzoea kama Bi Star kwa sababu uko nyuma ulicheza filamu nzuri sana na Mzee Mwogo Mchungu. Ni mama ambaye hauzeeki kwa kweli, unazidi kupendeza. Nimekuja nyumbani kwako, nimeona watoto wako, lakini unazidi kupendeza. Labda siri ya mafanikio ni nini? Asili kubwa anayo Mwenyezi Mungu. Niseme hivyo. Kwa sababu hata mimi mwenyewe najishangaa. Mwenyezi Mungu labda tuseme dongo lake mwenyewe ameliumba vizuri, lakini kikubwa sijui ni kuna baadhi ya vitu ambavyo kama huviendekezi hivyo unaweza ukaitengeneza afya vizuri. Mama, kuna wazee wenzako wanakuangalia huko wanatamani uwaambie. Unajua kuna watu hata vijana wa sasa hivi. Unamwangalia kijana unamuonea huruma. Unasema hivi wewe ikifika miaka kadhaa atakuaje? Ungevisema vichache kidogo angalau unavyovifanya. Inawezekana ni mazoezi, inawezekana ni kujituma, yani ili pia nao wapate kitu kutoka kwako. Mazoezi nafanya si yale, lakini tunaona hapa kwangu panaruhusu. Unatembea, unapandisha, unashusha, kujishughulisha na mambo yangu ya kilimo ya nini. Yani kikubwa niseme yani nimeyapokea na enjoy na maisha yangu. Hayajalishi ni mabaya au ni mazuri. Yani sitaki kubeba mzigo wa mtu mwingine. Kumuona fulani yuko vile, mimi kwa nini niwe hivi, yani kwa nini maulizo, unajitia ma stress kwenye kichwa, hayasaidii. Kikubwa unaridhika na kile ambacho unacho. Unapambana na kile ambacho unacho. Kwa hiyo ukifanya hivyo, akili haichoki, mwili hauzeeki, yani hivyo. Lakini kuna baadhi labda wengine kutokulala sana kwa wakati na labda maulevi ya kupindukia, kufanya vitu ambavyo unaona kabisa yani sio vizuri kiafya na hata kujitia stress kwenye kichwa. Hongera Bi Mwadawa. Unajua umenishtua ulivyosema kilimo. Ina maana unalima wewe? Mbona wasanii wakubwa huwa hawalimi? Mimi siamini kwenye hilo. Lakini ukiniambia unalima nashangaa kwa kweli. Mimi nalima, mimi ni mtoto wa mkulima kiukweli. Chimbuko langu ni kilimo, kwa hiyo na nimezingatia hicho kitu. Tufanye vitu vyote lakini chakula ni muhimu sana. Kwa hiyo mimi nakula vyakula vya kutoka shambani kwangu vyote. Nakula ugali wa kutoka shambani kwangu, nakula mchele wa kutoka shambani kwangu. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinaweza kukumalizia pesa sana. Hongera sana, lakini nakuuliza hayo kwa sababu wasanii wengi sana akishakuwa na jina, akishakuwa yuko barabarani anaendesha gari, akishakuwa yani kwenye jumuiya ya watu kidogo waga anajitoa. Sasa hebu nieleze pale unapokuwa umeshika jembe, umeenda kulima, wale watu wanaokuzunguka wanakuchukuliaje? Kwa sababu wengine wanadai kwamba huwa wanashindwa hata kwenda Kariakoo kwa sababu ya yule kila anakopita fulani. Kwako wewe unaionaje hiyo? Ile fulani naipenda kwa sababu yani ndio maana nimesema bila wao sio mimi. Na kwa shamba yani wanashangaa labda wale wageni wakiniona, lakini wengine wanajua kabisa huyu yuko hivi lakini anapenda sana kilimo. Na nashika jembe lakini sio sana kwa siku hizi. Kwa hiyo naenda sana kusimamia, naweka trekta, labda kuna watu wa kupalilia kama una upalizi, kuna nini, nasimamia sana. Sawa mama, wewe unaendaga Kariakoo bila gari kabisa, unatembea kwa amani bila kuvaa nikabu? Sivai nikabu.
Unatembea vile watu wanavyokufuata watoto, na hasa sasa hivi ikiwa kama Mwadawa, hakika kila kwa mfano ninapofika hapa nyumbani kwako, nimeanzia toka huko juu nauliza kwa Bista, nimeletwa na watoto na kila mtoto anatamani mimi ndo nikupeleke, mimi ndo nikupeleke. Wewe yani bado mimi naiona kama inakuaje yani? Mimi naishi ninavyotaka kusema ule ukweli. Sema shida kubwa inakuwa mtu siku hizi na hizi kila mtu simu. Yaani amfiki sehemu kwa lazima muwe piga mapicha, yani mapicha. Nataka picha yani ni hivyo, lakini mimi naenda Kariakoo. Najifunika nikabu ninachokitaka kukitafuta na kionaje pale. Naenda. Hongera sana mama, lakini ni wewe ni msanii wa tofauti sana. Wasanii wengi wakishakuwa hivyo wanakuwa wanasema wanalinda brand yao. Hata interview za mara kwa mara nimekuona ni mama ambaye mtu anakuomba tu na unakubali. Mimi nakusifu na nakwambia uendelee hivyo hivyo kwa kweli. Nadhani matunda mengi sana yanakuja. Watu wanadhani ukishazeeka ndo umekwisha, lakini nikikuangalia mimi nakuona unazidi kupendeza kwa sababu ya kujiachia. Tunashukuru kwa kutukaribisha nyumbani kwako. Asante sana. Karibuni tena na tena. Asante.